kwenye kila kipengele cha maisha ya mtu mmoja mmoja, Sahihi. taasisi, Sahihi. taifa Sahihi. na mataifa kwa ujumla. Yani kwa maana ya uchumi, maendeleo, siasa, sheria, huko kote inapita. Hatuwezi kusema nchi yetu ina demokrasia ya kweli. Hatuwezi kusema nchi yetu ina demokrasia ya kweli. Ili hali wananchi wetu hawapati maji. Wamechagua viongozi lakini wananchi hawapati maji. Wananchi hawana barabara. Wananchi wana hali duni ya umaskini. Wananchi wasome wakulima na wafugaji mahitaji yao hawayaoni. Yaani kwa mfano leo mwananchi anunue mbolea bei juu. Mfugaji akose chanjo za mifugo yake au akose majosho au akose maeneo ya malisho. Sisi tunaelewana? Wananchi wanaofanya biashara mazingira yao magumu. Mwananchi asiwe na uhuru labda wa kufanya biashara na mambo mengine kama hayo. Tukifikia hapo, sisi viongozi hata kama tutakuwa tumechaguliwa na mfumo bora wa kiwango gani cha demokrasia, yani tuseme mfumo wa uchaguzi ulikuwa huru na haki, lakini hayo mambo yote tunayozungumza kwenye eneo la maendeleo, ustawi wa watu na maisha bora kwa wananchi hayapatikani, ndio demokrasia hiyo imekufa. Na tunasema dhana hiyo ya demokrasia ni utumwa. Ndio maana ukisoma katika ambao wananyoa wanajadili kama modern democracy au demokrasia ya kisasa, ni ile inayosema kwamba siasa ni maendeleo. Yani mfumo wa kisiasa uende ukaboreshe au ukaona matokeo kwenye maisha ya kila siku ya wananchi. Tukifeli hapo, hatuna sababu ya kusema kwamba taifa letu lina demokrasia. Lakini ukitazama Tanzania kwa muktadha huo sasa, tunasema Tanzania, ukitazama kwa wigo huo sasa, tunasema taifa letu ni taifa la demokrasia. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wake wanaochaguliwa na mifumo ya kisiasa wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ukiangalia namna ambavyo wanagusa maisha, tunasikia Mheshimiwa Rais alipoingia ndio aliyekuja na mfumo wa mpango wa pembejeo au ruzuku ya pembejeo kwa wakulima. Anatoa mbolea, ruzuku ya mbolea, badala ya wananchi kununua mbolea 120,000 au zaidi ya hapo, serikali inatoa almost zaidi ya nusu na wananchi wanachangia kidogo. Nenda kwenye mbegu, wananchi leo wanapata ruzuku ya mbegu. Nenda kwenye madawa kwa wakulima wa korosho, kwa wakulima wa pamba. Nenda kwa wafugaji ambao chanjo leo mkulima aliyekuwa anatakuwa achangie shilingi 1,000 kwa mfugo, anachangia shilingi 500 au shilingi 300, nusu ya kile ambacho alikuwa anakitoa awali. Nenda kwenye swala la maji safi. Hali ya maji safi nchini imeimarika sana. Sasa hivi utasikia vijijini ni zaidi ya 85%, mjini tuko zaidi ya 90%. Wananchi wanapata maji safi. Ndio maana ukifuatilia hata takwimu za magonjwa kama ya tumbo, ya kuharisha, kipindupindu kwa kiasi kikubwa kimepungua, kwa sababu hali ya upatikanaji wa maji safi nchini imeimarika. Kwa hiyo hata mazingira kuweka safi na mambo mengine wananchi wanaweza. Wananchi wengi wanapata maji ndani ya mita 400 mpaka kilomita 5 wanaweza kupata maji. Huduma za afya hivyo hivyo. Wananchi wetu wana uhakika na swala la huduma. Serikali hii na zilizopita hapa nchini zimetengeneza vituo vya afya, zahanati, hospitali, madawa na nini. Kwa hiyo wananchi wana uhakika na mambo hayo. Kwa hiyo tukijadili kwamba je, serikali hii inajihusisha na maisha ya wananchi kila siku, kuimarisha hali zao, tunakubaliana. Leo mtoto wa maskini anasoma chuo kikuu. Kwa nini? Kwa sababu serikali imekuja na mpango wa kumpunguzia gharama mwananchi wa kawaida. Imeleta mifumo ya mikopo, watoto wanapata fedha vyuoni, pesa za kujikimu, serikali zinalipa ada. Hii pesa mtu atakuja kulipa wakati anapokuja kupata kazi au kupata ajira. Sasa unaona kwamba serikali hii ina jicho la kumtazama mwananchi wa kawaida. Yako maeneo nchini ambayo mawasiliano yalikuwa hayapatikani, ya simu na ya internet. Maeneo ambayo tunasema hayana mvuto wa kibiashara, kwa maana uweze kuishawishi kampuni ya simu ikawekeze kule, kwa sababu unakuta kwa idadi ndogo ya wananchi au wanaona kwamba kibiashara haitawalipa. Serikali imekuja na mpango, inapeleka minara ya simu vijijini, inasambaza mkongo wa internet, mkongo wa taifa wa internet wa mawasiliano vijijini. Kwa hiyo mtu aliyeko pembezoni Tanzania anapata internet kama mtu ambaye yuko Kinondoni, yuko Ilala, yuko Ubungo, yuko kwenye mji wote nchi hii. Kwa hiyo unagundua serikali hii ina jicho la kutazama ustawi wa maisha ya mwananchi mmoja mmoja. Kwa hiyo tukizungumza issue ya demokrasia, hapo tunasema kwamba taifa letu demokrasia inafanya kazi kwa ajili ya wananchi wake. Tofauti na hapo, mijadala mingine inakuwa ni ile tu ya kisiasa ya kutaka kujivutia na kutafuta ufadhili wa fedha. Niligusia mwanzo kwamba tunatofautiana upeo, tunatofautiana mitazamo, tunatofautiana uwezo wa kuchakata, kufikiri, kung'amua, kufafanua na kupata picha halisi. Umezungumzia mimi wacha niite kama ndio definition ya demokrasia kwa ulivyosema wewe,
kuna kipengele cha pili ambacho tuligusia hapa kuhusiana na sasa haki za binadamu Tanzania. Ndio. Kama nilivyosema mwanzo, narudia tena kwamba wewe mara nyingi huwa unatembea, kadhalika na mimi pia natembea, na tunasikia watu wanazungumza mambo tofauti, kila mmoja kwa mtazamo wake, na hasa katika maisha ya watu wa kawaida. Mara nyingi mimi huwa kipimo cha maendeleo na kiangalia katika level ya watu fulani ambao hawana majina kabisa. Watu ambao wanaishi maisha ya tunawaita commoners. Tunatafuta wale ambao ni everyday breadwinners. Wale ndio watu ambao mara nyingi mimi huwa nawaangalia kwa jicho hilo katika nchi zetu hizi za Afrika. Katika kutembea kwako katika maeneo mbalimbali na unapokutana na watu hawa ambao unawazungumza, watu ambao wanaishi maisha hayo ya kutafuta mkate mpya kila siku, ambao hawana maghala ya kuhifadhia, unasikia nini kuhusiana na haki za binadamu? Kama wanaamua kudiscuss kuhusu hilo katika draft, kwenye coffee tables, kwenye maeneo tofauti katika maduka na swala la haki za binadamu pia na lenyewe pia limekuwa na tafsiri pana. Tuna mkataba wa haki za binadamu wa mwaka 1948 nadhani, ambao Tanzania pia tumeusaini na mikataba mingine mingi inayohusisha ulinzi wa haki za binadamu. Tafsiri halisi ya haki za binadamu tunasema zile haki za msingi na asili ambazo watu wanastahili kuzipata kwa sababu ya ubinadamu au kwa sababu wao ni binadamu. Katika haki hizo zipo nyingi, lakini tuna haki kama vile haki ya kuheshimu utu wa mtu. Tuna haki ya kuishi ambayo ni haki haiwezi kuchukuliwa kwa mtu bila sababu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Tuna uhuru wa maoni, tuna uhuru wa vyombo vya habari, tuna uhuru wa kujumuika kijamii na kisiasa, tuna uhuru wa kumiliki mali, tuna haki ya kupata huduma bora au huduma ya elimu, afya, fursa za ajira kwa usawa na bila upendeleo. Sawa. Kumiliki na mambo mengine. Sasa pamoja na kunufaika na maendeleo ya kiuchumi ya taifa katika usawa. Sasa tazama kwenye nchi yetu. Kwenye nchi yetu hizo haki za binadamu zimezingatiwa sana. Pamekuwa na changamoto ambao ni utaratibu wa kawaida. Sasa hivi utasikia tunaijadili haki za binadamu kwenye wigo mdogo sana. Tutajadili haki za binadamu, mtu atasema unajua Tanzania hakuna haki kwa sababu kuna matukio ya watu kupotea, kuna matukio ya watu sio kuuawa, tuna matukio ambayo mengi sasa hayajapata ushahidi wa moja kwa moja yametokea katika mazingira gani, lakini ni changamoto ambazo zinasababisha serikali ziwepo. Yaani hakuna taifa ambalo utafika eti kwamba hakuna matukio ya kihalifu, kwa sababu hiyo tunaita matukio ya kihalifu. Na jukumu la vyombo vya dola vya nchi ni kufanya uchunguzi wa kina, kufahamu kama watu wanapotea. Kuna wakati fulani Tanzania tulikuwa tunasikia mauaji yanatokea, watu wanakuta wametupwa, watu wenye ulemavu hasa albino na nini. Ikaja kagundulika kwamba kuna watu wanawatumia kwa imani za kishirikina au imani za kupata mali. Kwa hiyo serikali ikaja na mpango thabiti wa kudhibiti na ile hali ikatoweka. Kwa hiyo hata haya matukio yanayoshamiri kwa sasa, vyombo vya dola haviwezi kutoka na kusema kwamba tunadhani haya yanaweza kawa, kwa sababu mpaka wajiridhishe. Matukio yanayotolea taarifa ni wale waliojiridhisha. Kwa hiyo tusijikite sana kwenye matukio maeneo machache na kuamini kwamba sasa haya yanatuondolea dhana kwamba Tanzania hakuna haki. Ukija hapa nchini, watu wote wanaofanya shughuli zao za kiuchumi, za kibiashara, mashambani, kwenye mifugo, wapi, utakuta tuko huru. Yaani mtu anatoka nyumbani asubuhi, anakwenda shambani, anarudi nyumbani akiwa salama. Kesho anaamka, anaendelea. Yupo mama yuko Manzese pale, anatoka na karai lake la matunda, anatoka na karai lake la samaki, anatoka na jiko na frampeni yake, anakuja kukaanga vitumbua, anafanya biashara, anamaliza pesa zake, anaweka kwenye kanga au anaweka kwenye pochi yake, anarudi nyumbani akiwa na fedha yake. Hakuna mtu ambaye alivyomuona amefanya biashara alimvamia akampora kwa kutumia ubabe alafu tukaendelea kwa hilo ndo taifa. Matukio hayo hatuyasikii. Mtu anatoka kwenye kibanda chake, amefanya biashara, anafunga biashara yake, anaenda anaweka pesa benki au kwa wakala au wapi, anaondoka anakwenda nyumbani. Ukipita mitaani utaona vibanda vya mawakala. Wanakaa na pesa mle milioni 3, milioni 5, milioni 10, milioni 20. Sasa unatangaza. Sasa kinachotokea sasa hapo sasa. Sasa hawa watu wote wako salama. Nenda kwenye vituo vya mafuta hivyo hivyo, kwamba wakifanya biashara wanaweza kutoka na kwenda kuweka fedha maeneo salama bila tishio la mtu kwenda kutumia ubabe kupora. Utawakuta pikipiki ziko kwenye vituo, watu wanasubiri abiria. Nani anakuja kumkamata bodaboda, kumdhuru na kuchukua pikipiki yake na afu asiwajibike mbele ya sheria? Kwa hiyo tuko na taifa ambalo kila mtu kwenye eneo lake, ili mradi avunje sheria,
serikali imeweka mifumo na sheria za kuwalinda, na tunazo taasisi imara kabisa, mahakama na vyombo vingine vya dola vinavyoshughulika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa huru kuendesha maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo kwenye dhana hiyo, ukiniuliza kuhusu hali ya haki za binadamu nchini, nitakwambia Tanzania ni kati ya mataifa bora Afrika ambayo yanafanya kazi hiyo. Asante sana. Haya, tunatofautiana kama nilivyosema mwanzo. Unajua kuna baadhi ya nyakati unapoyaangalia watu kwa taswira fupi, kwa mtazamo tofauti na dhana tofauti, mara nyingi watu wanatofautiana pia katika lugha, na kila mmoja anawasilisha kile ambacho nadhani ni sahihi kwa mujibu anavyohisi yeye, na hapa ndio panapotengeneza mkanganyiko wa baadhi ya mambo. Lakini leo pia nimeona pamoja na kuwa tunazungumza hapa, kuna namna tunataka tuwashirikishe watu ambao wanadili, hasa ambao ni wadau hasa wa masuala ambayo tunayagusia hapa leo, ikiwemo demokrasia, haki za binadamu na maendeleo. Kuna mdau ambaye yeye anadili na hayo mambo. Yeye nadhani ni mmoja kati ya watu ambao wamekanyaga katika maeneo mengi, ikiwemo siasa. Ni mwanasayansi wa siasa, lakini pia ni mfuatiliaji wa mambo ya masuala ya utawala, uongozi, lakini pia demokrasia na haki za binadamu. Huyu ni Francis, na anajoin nasi hivi sasa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho yeye anakiona kwa mtazamo wake, wakati sisi tumekaa hapa tukisikiliza pia. Kama Francis yuko tayari. Francis, habari yako? Salama kabisa, habari za mchana. Habari za mchana ni safi kaka. Ramadhani karimu. Ramadhani karimu. Au nikwambie Kwaresma Mubarak. Karibu sana Francis, utuambie jicho lako na mtazamo wako na ufahamu wako, hali halisi ya nchi yetu hivi sasa Tanzania, hali ilivyo hivi sasa katika engo za haki za binadamu, ukifananisha na mataifa mengine ambayo tunayaona, tunasikia kile kinachoendelea kuhusiana na swala zima la haki za binadamu, lakini pia na utawala bora. Tuambie, wewe ni mzoefu katika eneo hilo, jicho lako linaona nini na unaweza kumwambia nini Mtanzania ambaye anaangalia T4S Media hivi sasa? Karibu. Asante sana ndugu yangu, sija kupata jina. Naitwa Mbwana Ali. Asante sana Mbwana Ali. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Kwanza nianze kwa kusema kuwa wakati mwingine tunafanya makosa tunapojaribu kutengeneza mazingira ya kufanya comparison, Kiingereza wanasema comparison, kati ya nchi yetu na mataifa mengine, sababu sisi hatua tuliyopiga ni kubwa sana, ikija swala la utawala bora, ikija swala la haki za binadamu, lakini vile vile demokrasia. Na mimi nitakuwa nakupa mifano tu taratibu. Mimi nimebahatika kufanya kazi katika nchi nyingi tofauti ambazo zimeathirika na vita ya wenyewe kwa wenyewe, na nimejionea yale ya kujionea. Na kwa mfano nitakupa mfano, ukiangalia mfano wa nchi ya Sudani Kusini. Nchi ya Sudani Kusini imeathirika na vita toka ilipopata uhuru. Pale ukiangalia utawala bora, ukiangalia demokrasia, ni vitu ambavyo ni ndoto kwao. Kwa hiyo nadhani wakati mwingine huwa tunafanya makosa hayo ya kufanya comparison badala ya kuangalia sisi wenyewe tunajengaje mambo yetu yanaendelea kuwa imara zaidi. Nashukuru. Kuna maneno ambayo yakitamkwa na viongozi, especially head of state, mkuu wa nchi, kiyazungumza, huwa tunasikia kuna baadhi ya watu wanaibuka na kuanza kuyazungumza kana kwamba wao si sehemu ya mazungumzo hayo, na wanaona labda hakusema sawa sawa, especially hivi juzi alipokuwa akizungumza na head of state kutoka Ghana, kwa maana ya rais wa Ghana, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa akizungumza, alizungumzia pia kuhusiana na swala zima la hali ya kisiasa Tanzania ni shwari, lakini yameibuka makundi mbalimbali na baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati na wengine ambao ni wapinzani kutoka vyama vya siasa wameonekana kutokuridhishwa na kauli hii ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unadhani
tunatazama nini hasa, ukiachilia mbali hali halisi ya kile ambacho sisi tunakishuhudia kwamba tunafanya shughuli zetu. Hata Masigi amegusia hapa, tunaamka asubuhi, tunashinda mpaka mchana, inafika jioni, tunalala usiku, tunaamka asubuhi, lakini huko nje tunashuhudia kwamba kuna vyombo vya dola vya ulinzi na usalama vikiendelea kufanya kazi bila ya kulala, na wanatulinda sisi ambao tumo ndani ya majumba usiku tukiwa tunalala na kuota. Lakini bado kuna watu wanasema hali ya kisiasa sio shwari. Unadhani watu hawa wanatumia jicho gani kuangalia wapi mpaka wapate hiyo gati ya kuweza kurespondi kwa kauli ya Mheshimiwa Rais? Karibu. Kuna wakati huwa natamani kama kungekuwa na uwezo wa kuwachukua watu ambao wanasema maneno kama hayo na kuwapeleka nchi nyingine wakajionee hali ilivyokuwa sio shwari. Sababu unavyosema hali si shwari unamaanisha nini? Hali si shwari kivipi? Lakini nadhani ni utovu wa nidhamu, na vilevile inaonyesha jinsi ambavyo misingi yetu imeimarika sana mpaka watu wanapewa uwezo wa kuweza kusema maneno kama hayo. Kwa maana nyingine ni kwamba misingi yetu ipo vizuri na inabidi tujivunie hiyo. Kwa hiyo mimi huwa nachukulia kwamba kama changamoto tu kwamba wanasema hivyo kwa sababu wanajua kwamba hali ni shwari. Kwa sababu kama hali si shwari, unapata wapi Kiingereza wanasema guts za kusema maneno kama hayo? Na kuna kweli, kuna nchi ukienda unaona kwamba kweli hapa hali si shwari. Jaribu kwenda kama nilivyosema mwanzo, demokrasia ya Kongo ukakutana na M23, au nenda Sudan ukakutana na Sudan Armed Forces SAF wakipigana na Rapid Support Forces, au jaribu tena kwenda Sudani Kusini ambapo kuna makamu watano wa rais na makamu wote wana vikosi vya ulinzi na usalama. Jaribu kwenda Somalia, maana kuna wengine wanasema tumekuwa kama Somalia, wakati mwingine unasikia maneno kama hayo. Jaribu kwenda ukaone jinsi ambavyo hali si shwari kweli kweli. Au jaribu kwenda Ethiopia, uangalie huko Tigray hali ilivyokuwa si shwari. Kwa mimi nafikiri ni utovu wa nidhamu, lakini vile vile ni inaonyesha jinsi gani ambavyo demokrasia yetu imekuwa, kana kwamba mtu anaweza akasema lolote analoweza kusema na bado akaendelea kuwa salama na akalindwa na vikosi vyetu vya ulinzi na usalama. Francis, kwa ufafanuzi huo, nadhani ni kama nilivyogusia mwanzo kuhusiana na swala zima la mtazamo, muonekano. Francis, nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Unajua na maswali mengi sana ya kukuuliza, na tutaendelea tena mara nyingine ili tupate muda wa kutosha tuweze kuyazungumza kile ambacho unakiona wewe katika maeneo mbalimbali, kwa sababu wewe ni mtembezi na mfuatiliaji wa haya mambo ambayo yanahusiana na kile ambacho tunakijadili pia. Nikushukuru sana kwa muda wako kwa sasa. Halafu tutakutafuta tena wakati mwingine wakati tunaendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya kuendeleza series za muendelezo wa vipindi hivi. Asante na kutakia mchana mwema. Asante. Asante sana na kutakia Ramadhani karimu na Kwaresma Mubarak. Masiga, unajua kitu ambacho nakiona mimi ni ukikaa na kitu cha thamani kwa muda mrefu kama binadamu huwa unasahau, alafu unakiona ni cha kawaida. Neno thamani linaondoka, na kuto kujifunza kupitia makosa ya watu wengine na kwenyewe nako kunasababisha pia uone kama maisha unayoishi wewe pia ni ya kawaida. Na hii inatokea hata katika ngazi ya familia kwa wanandoa. Ukiona kuna watu wanaishi vizuri mpaka wanashangaa kwamba mbona hatugombani? Umeshawahi kuulizwa na shemeje, sisi tunaishi yani hamna hata ugomvi mpaka anatamani kusababisha blanda ili kitokee kitu ambacho kitafarakanisha, mpaka atakapopoteza hiyo fursa ndio baadaye anaanza kuja kurealize baada ya kuipoteza na kuanza kurudi dirishani kuomba msamaha. Tanzania tumeishi tangu baada ya uhuru Disemba 9, 1961. Tumeishi katika mazingira hayo niseme tangu ikiwa Tanganyika ikiwa na miaka mitatu inaungana na Zanzibar yenye miezi mitatu na kuunda taifa moja linalojulikana kama Tanzania, ambalo linaunganisha nchi mbili ambayo iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar, ambayo sasa ni Tanzania, lakini pia bado kuna serikali nyingine ya Zanzibar, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya paa moja linaloitwa Tanzania kimataifa.
tumeishi katika mazingira ya kusikiliza na kusubiri utekelezaji wa kile ambacho tunakisikia, lakini pia tumekuwa tukihoji baadhi ya nyakati kupitia wawakilishi wetu tunaowatuma katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Watu hawa wakitoka jimboni, watu nadhani tunasahau kwamba akitoka mtu mmoja kwenye jimbo lako, huyu mtu mmoja aliyetoka pale kwa kumchagua kwenu tayari anapeleka mawazo yenu, fikra na mitazamo yenu katika chombo ambacho ni muhimili unaoweza kuisimamia serikali kwenye utekelezaji. Kwa hiyo huyu mtu aliyekwenda pale sio yeye peke yake, amepeleka mawazo ya wengi. Kwa hiyo pia akihoji, sometimes inatokea hata anang'aka, anakasirika, analazimisha, anaforce, anataka mambo yafanyike. Huyu anawasilisha ama anawakilisha watu wengi waliomchagua kwa kura kutoka jimbo lake. Kwa hiyo tuna uhuru wa kuihoji serikali kupitia vyombo vinavyofaa. Halafu kuna watu out of the blue anadondoka tu from nowhere, halafu anaanza kuzungumza kuhusu serikali sehemu tu hivi, kaamua tena kwa maneno ambayo kibinadamu, sasa mwisho wa siku kibinadamu inakuwa ni kama alivyosema Francis, ni utovu wa nidhamu ama adabu, kwa sababu unayezungumza naye kama huwezi, maana sio mtu ambaye wewe unataka kujibishana naye. Kama kuna kitu unataka akiseme, ukiseme wewe, basi nenda kwa huyo yule mchagua kwenye kura yako ya jimbo, ukamwambia bwana, kuna moja kuna 1 2 3 naona kama haiko sawa, nataka uipeleke kama hoja binafsi, uende ukahoji, kwa sababu labda vikao vya baraza ama bunge vinaendelea. Hili unalionaje? Mnalichakata kama jimbo, mnaliwasilisha pale, halafu serikali inasikia kutoka kwa mtu ambaye ana mandate ya kuzungumza kwa mujibu wa sheria. Lakini out of the blue, hata kama wewe ni political member, umetoka kwenye one of the political parties, then you go somewhere, then unaanza kuita watu, alafu unaanza kupiga kelele kama mhubiri tu wa kawaida ambaye anataka kuanzisha kanisa. Unaonekana unasababisha vurugu. Kutoka kwa mdau alimaliza kuzungumza ndugu Francis, kuna kitu tunakipata kwamba amezungumza vizuri sana kwamba waliokuwa wamejaribu kukosoa kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania kisiasa ni shwari, ni inaonyesha namna gani ambavyo tuna misingi imara ya demokrasia kwa maana ya uhuru wa maoni. Kwamba kama tusingekuwa taifa la demokrasia linaloheshimu uhuru wa maoni, hata kama tutatofautiana kimtazamo, na kutofautiana kimtazamo kuna kutofautiana kimtazamo katika namna ambavyo haiathiri sheria na hali ya utulivu ya nchi. Tukitofautiana kimtazamo lakini kauli zako zinaashiria kuchochea vitendo ambavyo vinaweza kuondoa utulivu wa nchi, serikali itachukua hatua. Lakini tukitofautiana kimtazamo katika hali ambayo haivunji sheria za nchi, tutaheshimu maoni yako kama sehemu ya haki yako ya kutoa maoni. Na hiyo ndio demokrasia, na ndicho ambacho kilichotokea, kwamba yule aliyesema kwamba hakubaliani na mtazamo na maoni au na alichokisema Mheshimiwa Rais, hakuna mtu yeyote amemtafuta akamkamata akasema huyu awekwe ndani ama auawe au afanywe hivi. Yuko uraiani, anaendelea kuishi, na bahati mbaya sana alienda mbali kwenye kauli yake akasema rais ambaye sisi hatumtambui. Sijui unaelewa mambo, kitu ambacho pia hakibadilishi status kwamba rais hayupo. Anayesema ni yeye, lakini anasema hatumtambui. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna misemo ya kisiasa, na hasa kwa vyama ambavyo ni vyama shindani kwa chama ambacho kiko madarakani, kutoa kauli hizo hatushangazwi hata kidogo. Ni mtazamo wao, na amezungumza vizuri kwamba ni kwa sababu ya misingi imara ya demokrasia na haki za binadamu nchini, kwamba mtu anapata hiyo gut ya kuweza toka alipozungumza pale, umbali wa kutoka alipotoa kauli mpaka kwake kilomita za kutosha. Kwa hiyo kama ni serikali ambayo haiheshimu demokrasia, haiheshimu haki za binadamu, kwenye baadhi ya mataifa ambayo amekupa mfano, Kongo, Sudani Kusini, Sudani yenyewe, Somalia, Eritrea, baadhi ya maeneo ya Ethiopia, huyo mtu asingekuwa uraiani au asingekuwa na haki ya kuendelea kuishi. Lakini kwa Tanzania ni jambo la kawaida, na ndio maana hata ukienda mitandaoni sasa hivi watu wengi walioko nyuma ya keyboard zao wanaozungumza wanavyozungumza, achana na watu ambao waliamua kukimbia nchi kwa sababu wanatafuta kupata malezi ya haki ya ukimbizi na mambo mengine. Wapo watu wengi wako hapa ndani wanatoa maoni ya kuikosoa serikali, wanatoa maoni ya kukosoa uongozi wa nchi yetu, na bado wanalala, wanaamka, wanaendelea na maisha kama kawaida. Nimekuwa nikijiuliza swali hili kila siku. Mara nyingi najiuliza, alafu nikasema sijui lini nitapata fursa nizungumze au niulize mtu aniambie. Tanzania kuna wanaharakati wangapi? Kuna wanaharakati Tanzania? Mimi kuna wanaharakati wanafika wangapi? Wapo wanaharakati wamegawanyika kwa maana ya wanaharakati, lakini sio opportunists. Unajua kuna tofauti kati ya
Activists na opportunists, wasaka fursa na wanaharakati ni watu wawili tofauti. Tanzania kuna baadhi ya watu ambao wanatajwa kama ndio hao. Mimi naona wale wanaitwa watu wenye haraka, wasaka fursa waliojivika koti la wanaharakati. Kwa sababu kuna mwisho wa siku unakutana na mtu leo anamzungumzia Masiga kwa kile anachokifanya, siku ya pili akiona amepoteza viewers and followers anamtafuta Sereta anamjadili Bakari Sereta kwa sababu Bakari Sereta alipiga kisi mkewe club. Ngoja nimjadili na yeye. Halafu naenda kwa Masiga, ngoja nikamwombe Masiga shilingi 10,000. Kama hajanipa atanitambua siku ya pili. Kwa hiyo kuna watu nawaona kama ni watu fulani ambao wako hivyo. Ile hadhi ya kuwa activist Tanzania, mimi binafsi naona wanasiasa kwenye vyama vya siasa ndio nawaona mara nyingi na wanajulikana. Lakini mtu mwenye mamlaka ama mwenye hadhi ya kuwa mwanaharakati Tanzania, mwanaharakati Tanzania, mimi naona kama ni watu ambao wakiambiwa hivi, sikiliza, unajisikiaje? Anajisikia vibaya, dawa hii, ana support sasa hivi, anakuja kuunga mkono siku ya pili. Sasa watu kama hawa, kama Watanzania hawatakuwa makini kuwasoma watu wanaishije na wanataka nini ili waishi, kama Watanzania hawatakuja kurealize na kuwa na self awareness ya kugundua kwamba hawa watu wanatutumia sisi kwa ajili yao tena miaka yote kwenye engo tofauti kwa mujibu wa alama za nyakati, na wanachezea akili zetu ili waishi wao, mimi nadhani mpaka inafikia stage wanajisifu kwamba mimi naishi kwenye kitu fulani, naendesha kitu fulani, bla bla bla. Ukimuuliza kazi yako ya kukupatia vyote hivyo ni nini? Ni viewers and followers kupitia social media. Na hana kazi, yuko tu nyumbani anajishuti, either chumbani, mwituni, porini, kwenye gari, basi tu anatengeneza changamoto za watu na kucheza na hisia za watu. Sasa Watanzania hapo wanashindwa kurealize kwamba hata negativity ni lugha, na negativity mara nyingi inakuwa na power tangu hali za miaka, hata kihistoria, hata nyakati za mitume. Negativity ina nguvu kuliko positivity. Ndio maana manabii wamepata shida sana kuzungumza hata maneno ya Mungu ambaye ni wa haki, na tunakubali kwamba ni wa haki, lakini manabii hawakuenjoy hiyo situation ya kuwasilisha vitu vizuri vya maana kuhusu Mungu. Pia walipingwa na watu ambao walikuwa wanataka tu maslahi yao binafsi na kuwaumiza wengine, hawataki kuwaachia. Sasa at the end of the day tunahitaji kuelimishana, kutanuana ubongo na ufahamu, especially sisi wa Tanzania ambao hatuja realize, hatuja test ladha halisi ya uchungu wa mapigano ya ana kwa ana, wenyewe kwa wenyewe, as if it's happening now in Sudan, kama inavyotokea sasa hivi Sudan, kile ambacho kinaendelea pale, kama inavyotokea mara kadhaa Republic Democratic of the Congo, lakini pia ilivyotokea mauaji ya kimbari ya Rwanda, ilivyotokea South Africa wakati watu wanapigania uhuru katika kipengele kile cha Wazulu na Watswana, Waxhosa na wengine. Tanzania hai historia sisi hatuna, na mara kadhaa utakuja gundua kwamba those kind of circumstances zinatokea nyakati tu za uchaguzi, kwa sababu wanasiasa pale wanapata haki ya kupanda mezani na kuanza kuzungumza against, kwa wanapata kibali kupitia tume ya uchaguzi, kwa maana wao they have the right to speak. Sasa mwisho wa siku sisi kama Watanzania tukirudi kwenye uhalisia wa maisha yetu ya kweli, viongozi wetu, unajua bahati nzuri ni kwamba viongozi wetu ni watu ambao asilimia kubwa wanatoka familia za kawaida sana. Hakuna kiongozi Tanzania sikumbuki kama kuna kiongozi alitoka tayari yeye ni doni huyo ambaye hajui shida za watu. Sijui, labda unikumbushe. Tangu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yeye ndo kabisa. Wote wametoka, kila mtu akija anakupa historia yake, anakuambia mimi babangu ni fulani. Hamna mtu aliyetoka like hajui maisha ya watu. Kama sasa tunamzungumzia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kizimkazi alikokuwa anaishi na maisha anayoishi ni mtu ambaye anayajua maisha vizuri sana ya watu, wanahitaji nini na wanataka nini. Sasa ikitokea kuna mtu anakuja kukosa hata huruma ya kumwangalia kwenye picha halisi kwamba mama sasa hivi anataka kufanya nini, kwa malengo gani, kwa mantiki ipi, ukisoma taswira, ukimwangalia tu kwenye body language unapata picha kwamba anateseka sana kwa ajili ya nchi. Lakini kuna watu wanaona focus, hawapati picha halisi kwa sababu ya retina zao, wameshaziamulia kuzivalia miwani ambao, na wanaamua tu kwa sababu of course na wao ni everyday breadwinners and this is the way how they get it, na hii ndio njia pekee ambayo inawasaidia kupata mkato wao kila siku. Sasa ni kuwatumia wengine kwa sababu wanahitaji mass. Hicho ndio ninachokinotice na mara nyingi nakiona hicho. Lakini kama tutatuliza nafsi, tutatuliza akili, tutaangalia utaratibu, tutawasilisha maoni yetu kwa kuyataka tunayoyataka katika lugha inayofahamika ambayo inatafsirika. Juzi nikupe mfano, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Eric Titus Mlindima.
Huyu jamaa ni media personality na yeye pia. Juzi amemrekodi mtoto wake, amempa barua akasoma kuhusu changamoto za wanafunzi kwenye usafiri. Kama uliiona ile. Ulimuona Mheshimiwa Mbarawa amerespondi vipi? Waziri. Yaani baada ya kuzungumzia tunapata shida kwenye usafiri wa mabasi ya umma, sisi kama wanafunzi tunapata shida, tunapata tabu, madereva wanatuacha tukienda shule, tukirudi nyumbani na nini. Akazungumza sisi tunapata tabu, akawasilisha. Ni mtoto nadhani ana miaka kama sio. Umeiona ile? Umeona ilivyojibiwa na waziri, Mheshimiwa Waziri? Amechukua hatua kwa sababu imewasilishwa in a manner of how people can understand to do something. Yeye amewasilisha katika njia ambayo of course hata babake anajisikia very much proud of. Nimeongea naye ananiambia anajisikia vizuri sana kwa sababu ile wazo limenijia. Amekuwa mbunge kwa niaba ya watoto wengine, wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na wengine. Na hapo ndipo pia kwenye swala la demokrasia, kati ya misingi yake muhimu ni uwazi, uwajibikaji na serikali inayosikiliza mahitaji ya wananchi. Kuna wakati kuwa viongozi wa serikali hakuna maana kwamba tunaweza kujua kila hitaji. Yeah. Kwa sababu mahitaji ya watu yanabadilika kutokana na wakati na mambo mengine. Kwa hiyo serikali inaposikiliza na kuchukua hatua, inakuwa pia ni sehemu ya utekelezaji wa demokrasia. Kwamba wananchi wameiona changamoto, wakapaza sauti. Serikali bila kuchelewa ikasikiliza na ikachukua hatua na ikatoa mrejesho kwamba sasa kuanzia leo tutaweka mabasi maalum ambao haya yatakuwa ni maalum kwa kubeba wanafunzi. Yeah. Sasa hata wananchi wenyewe wanaona fahari kwamba tuna serikali inayotujali, inayotuthamini na inayotusikiliza. Ndio maana pia demokrasia tunasema ni daraja au ni imani kati ya wananchi na serikali yao. Sasa ikifanyika hivyo inakuwa jambo jema. Na hii inakanyaga na kuakisi kwamba zile haki za binadamu, kwa sababu tusiwatoe watoto kwenye hizo haki, kwa sababu watoto bado ni binadamu kadhalika. Sahihi. Na hili ni sala lao, ni jambo lao ambalo linawahusu wao kama haki. Kwa hiyo kuwa isolated kwenye swala zima la usafiri especially wa umma, wakati serikali imeshaweka utaratibu wa namna gani ya kuwachukua kwa bei gani kama wanafunzi, kwa sababu they are not working, hawafanyi kazi. Ni wazazi wana donate kuwasaidia watoto, pamoja na serikali kutoa msaada wa kuwalipisha nusu nauli, right? Sahihi. Sasa makondakta na wamiliki wa mabasi labda niseme ndio wanatoa hizo directions kwamba hey guys, nataka pesa yangu ifike amount fulani mpaka jioni kurudisha funguo. Konda naye anaona hapa ili nifikishe amount nibaki na change kabla ya malipo yangu ya siku, lazima nipate amount ya fedha ile. Na wao wanajifikiria wao zaidi, wanakuwa selfish. Yeye na dereva wanashirikiana sasa, wanafunzi wanalipa nusu, sisi tunalipa. Sasa hiyo ndio inaleta changamoto nyingine. Kwa hiyo Profesa Makame, Mheshimiwa Waziri huyu amefikiria namna ya kufanya na akasema tutalifanyia kazi na kulishughulikia. Umesema sasa kuna mpango wa kuwekea wanafunzi kwa ajili ya usafiri ili waweze kuwa na usafiri ambao utawasaidia kwa namna. Ni changamoto najua, sio rahisi kwa nchi nzima, ita take a little bit of time, lakini kama nia ipo, process inaendelea, basi lengo hili naamini litakuja kutimia. One day kutakuwa na utaratibu mzuri sana, hao watoto watapewa nafasi pia. Kuto kuelewa kuwasilisha. Unajua hata ukitaka kudai kitu kwa mzazi wako, huwezi kwenda na maneno tu ya flux. Lazima utengeneze mazingira ya kuzungumza naye kama baba. Kejezi wanasema uandae lugha ya kumpanga. Unampanga mdingi. Kwa mwisho wa siku unakwenda kuzungumza naye, halafu utakuta anakupa lile hitajio lako bila ya kutumia nguvu nyingi, kwa sababu pia bado umempa heshima yake kama mzazi. Lakini ukienda kuprovoke lugha, afu ukamwonyesha kwamba wewe ni ndaro zaidi kuliko yeye kwa nafasi yake, then that is another. Utapata lakini sio kwa wakati ule. Na sio kwa wakati utapata unachokitaka pengine nje ya kile unachokitaka, kwa sababu yeye ni binadamu pia. Kwa hiyo kuna namna ya kujifunza kuwasilisha na kuzungumza na binadamu nje ya hiyo authority, bado ni mtu ndani yake. Kwenye eneo hilo Mheshimiwa Rais amesikika wakati fulani Dr. Samia Suluhu Hassan akisema kwamba taifa hili ni letu sote. Serikali hii au serikali anayoiongoza ipo tayari kupokea ushauri, kupokea mawazo, kusikiliza kila aina ya ukosoaji wenye nia njema au wenye nia chanya, wenye mtazamo chanya wa kuona nchi inaendelea au kuboresha hali tulionayo. Kikubwa tuizungwasilishe katika lugha za staha, lugha za heshima, lugha zinazozingatia utu wetu au zinazoheshimu utu wetu, kwa sababu sisi ni Watanzania. Kuna lugha zikitumika wakati mwingine zinaleta changamoto kujua kwamba mbona lugha hizi sio za Watanzania, hatujazizoea. Mbona huyu anapozungumza kama pia hajapata malezi ya wazazi? Kwa sababu kama barabara haipitiki, sinawasilisha tu katika namna ambavyo kwamba pamoja na kazi kubwa inaendelea kufanyika maeneo mengine, lakini eneo fulani barabara kutoka point A mpaka point fulani
kuna changamoto, barabara haipitiki. Hivyo tunaomba serikali itupie jicho eneo hili. Serikali inapokea na inafanyia kazi. Sasa ukipata picha kwamba ikiwa inafanyika nje ya hapo, ndo katika ile lugha ninayokuambia kwamba tumekariri kwamba kuwa aggressive au kuwa na vyama vingi nchini ni kama fursa ya kuleta taharuki katika nchi. Kumbe kuwa na vyama vingi nchini lilikuwa ni jukwaa la kupata sera na mawazo au mtazamo mbadala au fikra mbadala zitakazochochea maendeleo ya nchi, sio jukwaa la kutengeneza vikundi vya kuleta taharuki kwenye nchi. Sisi nyie chama A, mtazamo wenu kwenye uchumi ni upi? Nyie chama B, mtazamo wenu katika kuimarisha huduma za kijamii ni upi? Nyie chama kingine, mtazamo wenu kwenye kuboresha utalii, mtazamo wenu ni upi? Tusikie sera na mawazo, mtazamo na fikra mbadala za namna gani tunapenya. Nyie mtazamo wenu ni upi kwa maana ya kuwawezesha vijana kunufaika zaidi katika uchumi wa kidigitali, katika uchumi wa masoko mtandaoni, biashara mtandaoni na maeneo kama hayo, nishati na nini? Tusikie mawazo yenu mbadala. Hawa wamesema hivi, ninyi mnasemaje? Mpango wenu ni nini? Kwa sababu wananchi hawawachagui kwa sababu ya uhodari wa kuwatusi walioko madarakani. Hivi umegusia kitu hapo cha mtazamo tofauti. Umeshawahi kupita kwenye kanisa la dhehebu ambalo si lako ukakasirika hata siku moja kwa sababu tu ni dhehebu jingine? Hapana. Lakini bado ni Mkristo. Yes. Na lile kanisa ni la Kristo. Yeah. Lakini kwa sababu sio dhehebu lako unapita tu na unawasalimia, alafu unaenda kwenye kanisa lako ambalo unaamini ndio njia sahihi ya kufika paradiso. Sahihi. Same applies to politics kwenye demokrasia. Kama tungekuwa na akili hiyo hiyo kwamba okay, sisi ni Waislamu lakini kuna Shia, kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna sijui ni Kadiri sijui. Alafu tunaishi, unajua katika maisha ya kawaida tunaishi. Mimi naweza kuishi na Shia huku nje. Alafu akisikia adhana anakwenda zake kwenye msikiti ambao wanaswali kwa utaratibu wao. Pengine na mimi nakwenda kwenye msikiti ambao unaswali kwa utaratibu wetu. And no problem at all. Lakini tunaishi katika nchi moja. Nadhani watu wameshindwa kuelewa hata vyama vingi tafsiri yake bado ni siasa, lakini madhehebu tofauti. Kila mmoja anaweza kuanzisha dhehebu lake kwenye siasa, akaamua kujiita mimi CCM, mwingine akaamua kujiita mimi CDM, mwingine akaamua kujiita mimi Chanika, mwingine akaamua kujiita mimi Kagera, lakini bado ni siasa. Alafu kila mmoja akabaki kwenye utaratibu ule ule kama tunavyoendesha dini. Ni vyombo ambavyo vinapaswa kuwa ni majukwaa ya kuchochea maendeleo. Ndio maana tulisema pale mwanzo awareness ilikosekana mwanzo. Yani demokrasia isipotafsiri hiyo, nilikwambia demokrasia itafsirike kwenye matokeo ya maisha ya kila siku ya wananchi. Tukiwa tuna huo mtazamo, tunasikia labda Dar es Salaam palitokea changamoto ya maji. Ilani ya CCM wao wa mpango wao kwenye kuhakikisha Dar es Salaam tatizo la maji linaisha ni nini? Wenyewe wameeleza labda kwamba sasa hivi tunatengeneza bwawa la Kidunda, tunawekeza zaidi ya bilioni 300 sijui pale, ili Dar es Salaam maji yapatikane wakati wa ukame, mambo yasisumbuke. Sasa wengine tusikie wakisema labda sisi tukiingia tutatumia bahari. Sio neno tutasafisha tutakuja kupurify maji tu ya filter yatoke kwenye ladha ya chumvi aje kwa matamu. Kila mtu aje na fikra za namna hiyo. Tusije na fikra za kwamba sasa huyu alichokisema ndo amemaliza kila kitu kwa sisi tukasirika. Hamna mawazo mbadala. Sasa mawazo mbadala yanapokosekana, that's a problem. Tumesikia sasa hivi wao wanasema kwamba tunataka tuwapange machinga, barabara siku hizi siwe na misongamano, tunataka tuongeze masoko, tuhamishie kwenye maeneo mengine. Yes, let's hear kwamba ninyi mtazamo wenu ni upi. Lakini msishie kusema kwamba mkiwaondoa kwenye maeneo hayo ni mmewaonea na msikubali, fanyeni fujo, Labda tuwasaidie kwa namna nyingine hapa. Mchimba madini sio msanifu na msarifu na wala sio sonara. Hizi ni ngazi tofauti. Anayechimba madini analitoa lile dini kule ardhini kama lilivyo. Hana mpango wa kutengeneza product au bidhaa ya namna eti ngoja mimi nichimbe hili dini afu nikamuuzie mteja, kwa maana ya mteja anayekwenda kutumia kuvaa hereni ama mkufu. Yule mchimba madini hana mpango huo. Mchimba madini analitoa na uchafu wake ule na matope yake, akishalipata anashangilia amefanikiwa, analipeleka kwa mteja ambaye atalinunua, na huyu mteja analipeleka kulichakata, kulisafisha, alafu anaenda kumpelekea mteja ambaye atalisanifu, na kila muda unavyozidi kwenda linapanda thamani mpaka likifika kwa sonara, kwenye maduka ya sonara, limeshachakatwa, limeshapandishwa thamani, limeshasafishwa. Yule aliyelichimba kashasahau, hata siku ya pili ukija kumwambia wewe ndio uliuza ile, anaweza kuambia hapana bwana, mimi sikuuza hivi. Kwa hiyo kama mimi nitatoa wazo
Nitatoa wazo mimi kama mimi. Of course mimi ni fulani. Natoa wazo. Halafu nawe ukalisikia wazo langu ukaona lina ujinga fulani. Sasa lete katika wazo langu kilicho bora zaidi ili kutoka kwenye yale madini ya matope, lete basi liwe safi. Baada ya usafi tulipeleke kwa msanifu, tulipeleke kwa msarifu, tulipeleke kwa sonara, likapande thamani. Nadhani ndio lengo kama tuna nia njema ya kujenga nchi. Sio eti mimi nimechimba madini, unasema lina matope, tupa mbali. Halifai. Mimi nitachimba la kwangu, sijui wapi kusikojulikana, wakati ni madini. Mawazo ya huyu tuyaboreshe, then tutengeneze kitu kilicho bora zaidi. Naam, mtazamaji wa T4S Media, bila shaka naamini tunashirikiana hapa na tunaye mmoja kati ya sijui ni mwiteje huyu, ni wanadada nguli ambaye Tanzania hii alichukua nafasi kubwa sana katika nyakati tofauti, na alikuwa akizungumza mambo ambayo yaligonga vichwa, mitazamo, fikra na mawazo ya Watanzania wengi, na hata nje ya nchi pia walikuwa wakimfuatilia na kumwangalia pia. Tumepata fursa leo ya kuzungumza naye na atatueleza mtazamo wake ni upi hasa kuhusiana na kile ambacho tunakijadili hapa, hasa katika nyanja tatu kubwa ambazo ni pillars za kuendeshea taifa, ikiwemo demokrasia, haki za binadamu na maendeleo. Baikola, habari za mchana? Salama za kwako? Salama. Kwaresma Mubarak. Salama kabisa. Unatakiwa uniambie Ramadhani karimu. Yenye. Shukran, sijui nasikika. Unasikika Baikola. Karibu sana, utuambie. Umetusikiliza, umetufuatilia. Unfortunately nilikuwa safarini kidogo, kwa hiyo nikaambiwa kwamba nitapata nafasi ya kuchangia kondo, nikaa nimejoin. Sasa natarajia kusikiliza wewe tena unanikaribisha. Labda unipe briefing kidogo. Okay, ngoja nikupe brief kidogo kuhusiana na kile ambacho tumekuwa tukijadili hapa tangu tulipoanza. Ni tunagusia katika maeneo mbalimbali wakati nchi inaendelea kujichakata kuelekea kwenye maendeleo yake, na hali halisi ilivyo sasa nchini, hasa katika nyanja hizi tatu kubwa ambazo ni demokrasia, haki za binadamu na maendeleo. Tulikuwa tunataka kuangalia katika kipengele hiki, na we ni mdau na mfuatiliaji wa mambo haya pia, tukiamini kwamba ni mfuatiliaji na ni mwandamizi huko. Jicho lako sasa katika wakati ambao tunao hivi sasa linaona nini katika hizi pillars tatu za demokrasia, haki za binadamu na maendeleo? Karibu tuambie mawazo yako, mtazamo wako na fikra zako ni zipi, tuwasaidie wa Tanzania. Karibu. Okay. Kwenye upande wa demokrasia naweza kusema kwamba kwanza wanasiasa wametutega sehemu makusudi, wanataka tuendelee kujadili siasa ili wao wasipoteze umaarufu wa kisiasa. Unajua kila mwanasiasa mtaji wake mkubwa wakati wa uchaguzi ni umaarufu wake, na ndio maana tuliona wagombea wengine waliweka mabango kila kona. Ile ni mtu anajitengenezea umaarufu ambao unaenda kumwathiri kisaikolojia mpiga kura. Atapiga kura kwa jina ambalo alilisikia sana au sura ambayo aliiona sana. Na wengine tunaona ndio hivyo, wakatafuta umaarufu kwenye vitu sio. Mtu anasema atahamasisha uasi kwa sababu anajua nitashtakiwa, kwa nitakuwa kwenye headlines, nitapata umaarufu. Kwa hiyo kila mwanasiasa anatafuta umaarufu kwa namna yake. Sasa ajabu ni kwamba tumeshamaliza uchaguzi na tayari tupo kwenye miezi mingine, kwa sababu kutoka mwezi wa 10 mpaka huu mwezi wa 3 ni takriban miezi mingapi hiyo katangu? Miezi 6 sasa hivi. Lakini watu bado wanataka tuongelee masuala ya wanasiasa na siasa ili wao wapate umaarufu wa kisiasa. Sasa hizi ni dalili ya kwamba kuna watu bado hawajakubali kwa uchaguzi umeshapita, na sisi wa Tanzania tunawasaidia wao kwenye hilo jambo lao la kipuuzi bila sisi kujua. Huo ndio mtazamo wangu kwenye masuala ya demokrasia. Kwa maana hiyo sasa, tukija kwenye mada, hatuwezi kuyafikia maendeleo kama wanasiasa bado wanaturudisha nyuma. Yaani wanasiasa wamewafanya Watanzania waamini mpaka sasa bado wapo kwenye nyakati ambazo wanaweza wakafanya maamuzi ya nani kuwa kiongozi. Wakati umeshapita. Sasa hizi ulikuwa ni wakati wa kuaddress changamoto zilizopo. Uchaguzi umeshafanyika. Vipi huduma hospitali zinatoka bora? Sawa. Watumishi wanawapa huduma wananchi vizuri, lakini sisi tumekwama kwenye masuala ya uchaguzi. Wanasiasa wametukwamisha hapo. Wao ndo ambao bado hawajakubali matokeo kuwa kuna mwenzao ameshawashinda. Sasa sisi tumeingia kwenye huo mchezo bila kujua, na tunajinyima sisi wenyewe haki zetu za kuwawajibisha watu tuliowachagua kwenye masuala ya utawala bora na utoaji wa huduma.
Tunashindwa sasa kuwabana hawa, tunashindwa kuwahoji hawa, hiki mlituahidi hivi, kwa nini hiki hakipo hivi? Kwa mfano mgombea ambaye ameshinda Samia Suluhu Hassan aliahidi elimu bure, akasema atasimamia elimu hiyo bure iwe bora. Mimi ni leo tu nimetoka kupata scenario ambayo kuna mtoto wa jirani yangu ambaye nilikuwa nataka kumsaidia, mtoto eti alirudishwa shule kwa sababu hajalipa hela ya tusheni. Lakini wananchi vitu kama hivi hawaviongelei kwa sababu wako stuck kwenye uchaguzi, wako stuck kwenye nani alipaswa kushinda, nani hakupaswa kushinda, kiasi kwamba kuna matukio yanayowahusu wananchi moja kwa moja hatuyaongelei, hatuya address. Tumestuck kwenye kupambania ndoto za watu. Maana mtu akiwa rais, wewe kama mwananchi haikunufaishi chochote zaidi ya kwamba tu utendaji kazi wake baadaye mtu kuwa rais. Sasa tayari una rais, unacho kumbananisha kwenye utendaji kazi, wewe unaenda kumletea hoja za ligi za nani alipaswa kuwa rais, nani ameshinda, nani hakushinda, nani yupo gerezani. Kwa kwenye demokrasia naona ni kama vile Watanzania tunaipa airtime sana mada ya uchaguzi wakati muda wake umeshapita, na matokeo yake kama ndo kuibiwa, hiki ndio kipindi ambacho tutaibiwa sana. Kama ni rushwa tutafanyiwa sana, kwa sababu hatuwafuatilii hao ambao wako serikalini, bado tuna focus na masuala ya uchaguzi. Hiyo ni kwenye engo ya demokrasia. Natumaini nitakuwa nimefahamika vizuri kwenye hiyo. Naichukua kama note ama ujumbe kwa Mtanzania, na bila shaka unatakiwa uipigie mstari mkubwa chini hii, kwamba badala ya kutumia muda wako kwa mambo yaliyokisha pitwa na wakati, nadhani ni bora sasa kuangalia kile ambacho kinaendelea hivi sasa wakati unaendelea kuishi. Yes. Kwa sababu hiyo ligi imeshachezwa. Yes, kwa sababu tutaibiwa sana. Ndio, hiyo ligi imeshachezwa na mshindi ameshakabidhiwa kikombe, na sasa anaendeleza mpango wake wa kile ambacho anakiendeleza kujiandaa kwa ligi ijayo. Sasa wewe huna haja kuendelea kudiscuss kitu ambacho, na kama kuna vyombo vinavyolishughulikia hilo, basi sio wewe, vipo vyombo hivyo. Yes. Msingi ni kwamba wewe sasa unatakiwa uzingatie mtoto wako anaenda shule, yes, anasoma vizuri. Unatakiwa uzingatie saa hizi mkeo akienda kujifungua hospitali anapata huduma bora, na mambo yanakuhusu moja kwa moja, ila wewe unaanza kuhangaika na vitu ambavyo havikuhusu moja kwa moja. Ni mambo ya watu wengine. Niongeze kitu labda hapo Baikola, kwamba ulisema wanasiasa mtaji wao mkubwa ni umaarufu wao tu, hawana kitu kingine. Yes. Kwa hiyo sasa utakupigia nani kura kama hujulikani? Kwa hiyo hawawezi kuacha na hawatoacha hata akichaguliwa wanaye wao. Hata wakijichagua wenyewe pia watasimama. Yaani hawawezi kuacha kutafuta umaarufu. Na sisi wa Tanzania ndio tunatakiwa tujue hilo, ili ikifika point mtu anayetafuta umaarufu akiwa anaongea kitu chochote ili apate attention, mnampuuza. Sawa sawa. Tangu imeingia awamu ya 6 kama serikali, Baikola. Yes. Let us now try to compare the past and the recent katika kipengele cha maendeleo. Unaona nini kwa jicho lako wewe kama mdau? Kwa jicho langu mimi kama mdau, no. Nikicompare the past and the present, ni kwamba rais wetu wa awamu iliyopita, awamu ya 5, hayati John Pombe Magufuli, alijua kwamba Tanzania ili iendelee inahitaji Tanzania ya viwanda, na ili ipate Tanzania ya viwanda inatakiwa ina miradi mingi sana ambayo inawezesha hivyo viwanda kuwepo, lakini pia lazima tukomplementiane. Yaani ukiwa na viwanda sawa, je, sisi tunategemea viwanda peke yake? Hapana, sisi ni moja ya nchi ambazo zipo pembezoni mwa bahari, kwa hiyo tunategemewa na nchi karibia 17. Ndio. Kwa hivyo yeye aliamua kuwekeza zaidi, kutumia fursa zote mbili. Kwanza kuiandaa Tanzania ya viwanda itakayokuza uchumi, lakini pia akaona fursa ya usafirishaji isitupite, tusiishie tu kutumia bandari. Akatengeneza barabara nyingi zinazotuunganisha na nchi mbalimbali, ili ile mizigo ikishushwa bandari tuwe tuna uhakika kwamba hawa hawana sehemu nyingine ya kupitisha mizigo zaidi ya kwetu sisi, kwa sababu sisi ndo tuna barabara ya kwenda South Africa, sisi ndo tuna barabara ya kukufikisha Kongo, sisi hata tukitaka kwenda Ghana tuna uwezo wa kufanya hivyo kwa kutumia usafiri wa nchi kavu. Kwa hiyo rais wa awamu iliyopita aliwekeza sana kwenye miundombinu kwa sababu alikuwa na ile vision ya Tanzania ya viwanda. Lakini tukimtazama rais aliyepo, kwanza aliendeleza pale kwenye miundombinu, na hii inaonyesha kwamba marais wetu hawa wawili walikuwa wana share vision. Sawa sawa. Kwa sababu angelikuwa mtu ambaye hajawahi kushirikishwa kwenye maamuzi au kwenye ramani
ya wapi Tanzania Magufuli alikuwa anataka ielekee, basi ingekuwa ngumu sana kwa Samia Suluhu Hassan kukamilisha miradi yote ya miundombinu ya usafirishaji. Sawa sawa. Lakini aliweza kuikaribisha tena katika hali ya utata. Naona watu wengi hili jambo wanalipuuza. Sijui ni kwa sababu wakati mgumu umeshapita, ila tukumbuke vizuri Magufuli alipofariki miradi nchi nzima ilisimama kwa muda mrefu. Mizozo ilikuwa ni mingi. Kuna wakandarasi walikuwa wanadai hawakulipwa, huku rekodi zinaonyesha walilipwa. Kuna watumishi wa hizo kampuni za wakandarasi walikuwa wanadai mishahara, huku rekodi zinaonyesha walishalipwa. Hela iko wapi? Haijulikani. Do we all remember that period? Au ndo tumesahau kwa sababu sasa tupo kwenye zama za vicheko? Sawa sawa. Yani pale ambapo serikali inakuwa imemaliza, inaona hili jambo sisi hatuna deni, ila baada ya Magufuli kufariki tulionekana tuna madeni kwenye kila kitu, lakini Mungu anajua yeye Samia alipata wapi hizo pesa za kukamilisha hiyo miradi, ili hali pesa ilikuwa haijulikani, serikalini haipo na kwa walengwa haijafika, akaikamilisha. Lakini sasa kwa upande wake yeye kama yeye, ukiachana na miradi ambayo alikuwa anashia vision na mtangulizi wake, yeye kama yeye ndio rais ambaye ameongoza miradi ya maendeleo. Mwanzo nimesema ilikuwa miradi ya miundombinu. Baikola. Nadhani Watanzania hawakupata muda mzuri wa kutafsiri kauli mbiu iliyofuata baada ya hapa kazi tu. Kauli iliyofuata pale ni kauli ya kazi iendelee. Kazi iendelee. Ni kauli ya kushusha pumzi na kukubali matokeo kwamba sasa nimeshakuwa hapa kwa mujibu wa katiba. Japokuwa halikuwa lengo. Haikuwa nia kukaa hapa, lakini kwa sababu imenitokea na katiba inanitaka nifanye hivyo, kauli hii ni ya mtu aliyeshusha pumzi na kukubali hali yoyote itakayokuwa mbele yangu. Ni kama kufanya hivi, okay, sasa ni mimi. Yeah, and ndio tunasema we ride it down. Ndo mimi ndo nishakuwa na kilichopo ndo nitajua huko. Kwa hiyo nadhani tafsiri halisi ya kazi iendelee ni kwamba pale palipokuwa pameishia, pamoja na changamoto zote, inabidi tuendelee vile vile kama tulivyokuwa tumeanza, na walikuwa pamoja of course katika serikali moja, yeye akiwa makamu kama msaidizi wake namba 1. Yeah. Sasa kinachoendelea sasa Tanzania, ninachokiona mimi, Watanzania hawaoni kwa sababu labda ya mfumo tofauti. Unajua Baikola, inawezekana tukawa tumelelewa maisha malezi tofauti. Inawezekana wewe unapenda kusema kila unachokifanya watu wasikie waone. Halafu kuna mimi ambaye naona hivi, labda kutokana na nilivyolelewa na ninavyoishi, nataka nifanye, halafu Mungu atanilipia au watasema watu. Kuna watu wakitoa misaada lazima wakushuti, wakuweke kwenye screen, wakushuti kwamba leo natoa msaada, nampa Baikola kiasi fulani cha fedha, mnaona. Halafu kuna mimi ambaye nitakuja kukuletea msaada, lakini nitasema sitaki kamera, sitaki waandishi wa habari, sitaki chochote. Nadhani sasa Watanzania wamebaki kwenye ile promotion ya leo tuko hapa tunafanya ABCD, kesho tuko pale tunafanya ABCD. Nadhani Dr. Samia Watanzania actually wanapenda hiyo. Sasa nadhani Watanzania actually wanapenda hiyo. Na sidhani kama mama yeye anakosa lolote, kwa sababu Magufuli alikuwa na kariba ya kuzungumza. Rais Samia sio kwamba hana kariba ya kuzungumza. Hasemi, anatenda tu. Mwanzoni alikuwa anasema, Watanzania wanasahau bwana. Mwanzoni alikuwa anasema, wakasema mama ana mipasho. Kwa sasa kanyamaza, wanasahau tu, wanajisaulisha. Alikuwa anasema, alikuwa anaonya. Yaani vitu vyote ambavyo wanalalamika sasa hivi eti rais havifanya, alikuwa anavifanya, ila wao wakamezwa na wapinzani, wakaaminishwa kwamba rais hapaswi kufanya hivi. Kama tunakumbuka hata Magufuli awamu ya kwanza alivyokuwa anaongea, ni wapinzani hao ndio walikuwa wanatuonyesha kwamba rais hapaswi kuongea. Alitakiwa waachie wasaidizi wake. Alikuwa anaongea. Nyerere alikuwa anaongea. Magufuli alipokuja akawa anaongea, wakasema rais gani anaongea? Haya, Magufuli akaondoka, akaja Rais Samia. Rais Samia akawa anaongea, hata anapoteua watu akanambia, mimi ni mama, wewe ni kijana, ukinizingua tutazinguana. Unakumbuka hilo jambo wakalitengenezea memes? Nakumbuka vizuri tu. Yes, likafanywa kejeli, likafanywa mzaha, ikafika point mama ana michambo sana, hajui hata cha kuzungumza. Sasa ukiambiwa hujui cha kuzungumza, wanasema muungwana kivuliwa nguo asimami huchutama. Ushaambiwa hujui kuzungumza, utakifanya nini kama sio kuepuka kuzungumza? Na ukiangalia rais wetu sisi hana ubobezi wa kuzungumza.
Kwa hiyo ndio maana kawaajiri watu ambao wamesomea mazungumzo. Baikola, mimi kama kina Gerson Msigwa. Baikola, mimi natembea physically katika maeneo tofauti mengi ambayo ina miradi ya Tanzania ambayo inafanywa chini ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natembea naona. Unadhani tunawasaidiaje wa Tanzania washuhudie kwa macho yao, hata kama hasemi, kwamba anayafanya yale yale yaliyokuwa yanaendelea kufanywa kama alivyoahidi kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa kile ambacho anakitekeleza kama ahadi alizozitoa katika vipengele tofauti. Tunawasaidiaje ili waone, ili waweze kupumzisha akili, ili wasisikilize tu, badala yake washuhudie? Tunawasaidiaje? Tunafanyaje hapa? Kwa sababu vitu vipo vingi, na kama kuna haja ya kuvimimina, nadhani vitawaangukia. Hawatosalimika kwa uzito mkubwa wa kila mradi unaofanywa katika nchi hivi sasa. Kinachotakiwa hasa nini kifanyike kwa ajili ya kuwasaidia hao? Kinachopaswa kufanyika ni elimu. Watu wapewe elimu sahihi. Ninaposema elimu sahihi ni kwamba huwezi kuzungumza kitaalamu na mtu ambaye unajua hajaenda shule. Sawa sawa. Tafuta lugha nyepesi ya kumwelezea yule ambaye hajaenda shule. Naomba ni declare interest, na sio kama najikombea maujiko, ila mimi nimejaribu kufanya kitu hicho mtandaoni na ndicho ambacho nakifanya. Najua kwamba hivi vitu ni vigumu sana kwa Mtanzania wa kawaida kuvielewa, lakini I will take my time break down yule Mtanzania ambaye hajaenda shule, Mtanzania ambaye hajasomea masuala ya uchumi, aelewe kwamba hili jambo au uamuzi huu wa rais utakuwa na faida gani kwake. Mfano, tunaposema ni sahihi kusema rais kajenga hospitali 500, labda ni sahihi kusema. Sawa sawa. Tupo ambao tunaelewa hospitali 500 maana yake wananchi zaidi ya milioni wataweza kufanyaje? Kuhudumiwa. Katika hospitali 500 maana yake foleni hospitali zinapungua. Lakini je, Mtanzania ambaye ameishia kidato cha 4, Mtanzania ambaye ameishia darasa la 7, ukimwambia rais kajenga hospitali 500, anaelewa ina maana gani? Sawa sawa. Kwa hiyo nafikiri tuwe na watu wengi zaidi, yani ikiwezekana watu wapatikane kina Baikola wengi, wapatikane kina Gerson Msigwa wengi, wanaoweza kutoa elimu na break down, wakizingatia kuwa ndani ya nchi hii si kila mtu anauelewa mmoja. Sawa sawa. Ipatikane lugha rahisi. Tunajua vitu vya serikali ni vingi, kwa hiyo hata ukisema uanze break down kimoja kimoja au kidogo kidogo, pengine makaratasi ya kusoma yatakuwa ni mengi. Lakini sasa labda ofisi ya msemaji wa serikali iangalie, kwa sababu sio mbaya. Nimeona rais wa South Africa ana PR wake ambaye ni content creator, yupo TikTok. Yani ofisi ya rais wa South Africa wana binti ambaye ameajiriwa ambaye yeye yuko TikTok. Kwa hiyo serikali ikishamaliza kutoa matamko yake rasmi kama vile anafanya Gerson Msigwa, yeye ana post TikTok, yani ana breakdown kwamba rais leo amefanya 1 2 3, kitu hiki kitakuwa kina manufaa kwa mwananchi wa kawaida 1 2 3, kwa lugha ambayo sio rasmi sana. Sawa sawa. Lugha ya kijenzi. Yes, kwa sababu uzingatie kwamba hii nchi ina watu milioni 60 bwana. Na sio kwamba wote wameenda shule, sio kwamba wote wanasikiliza taarifa ya habari. Na capacity of understanding pia zinatofautiana na mitazamo pia. Nadhani ulibahatika kuiona mazungumzo kati ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Rais wa Ghana. Yes. Kauli aliyoitoa kwamba Tanzania ni shwari kisiasa. Wameibuka watu na makundi mbalimbali kuizungumza vinginevyo kauli hii. Wewe mtazamo wako ukoje kwenye kipengele hiki? Kwa mimi Tanzania ni shwari kisiasa, kwa sababu hata wao wanaposema eti hakukuwa na uchaguzi, hakukuwa na wapinzani, kwa sababu mpinzani pekee alikuwa ndani, that is ridiculous. We all know Lissu hana uwezo wa kushindana na Samia, kwa sababu Lissu ni mwanasiasa mbea. Yani hata wangekaa wale wakadebate kwa pamoja hivi, labda Tanzania ifike wakati huo, kwa sababu na hakika kama ikiwekwa debate ya wazi, mgombea mmoja, yani Samia aulizwe na Lissu aulizwe, wote kila mmoja atoe majibu yake kwamba wewe unaweza kufanya nini kutatua changamoto ya ajira, na uhakika Samia Suluhu Hassan angekuwa na majibu kuliko Lissu. Sawa sawa. Kwa sababu aina ya siasa ambazo Lissu amekuwa akizifanya sio siasa zinazoleta matokeo na majibu ya mahitaji ya watu. Ni siasa za umbea, za kuwasimulia watu nani kafanya nini, nani kafanya nini.
mpaka hivi tunavyozungumza, huyo mtu ambaye wao wanasema ndo alikuwa mpinzani pekee wa Samia, tukumbuke kauli yake ya kuchochea uhaini alikuwa ameitoa siku za nyuma kabla ya mwaka wa uchaguzi, kabla ya mwezi wa uchaguzi wenyewe, si ndio? Lakini huyo ni mtu ambaye kisaikolojia alijiandaa kugombea urais, si ndio? Ndio. Na chama chake kilijiandaa kumsimamisha yeye kama mgombea, si ndio? Sawa sawa. Na ndio maana wakawa wanasema no reforms no elections, kwa maana ya kwamba reforms zikiwepo tu wao wanagombea. Sasa hapo tuje hapo ambapo walijiandaa kugombea, yani hilo tusilikwepe. Tunapokaa kwenye reality, manifesto ya Chadema iko wapi mpaka leo? Haijaonekana. Walijiandaa kugombea, iko wapi? Iko wapi ilani yao ambayo inaeleza kwamba wangepata urais wangefanya nini ndani ya miaka 5? Iko wapi hiyo andiko? Hawajalionyesha. Halipo. Lingekuwepo wangelitumia. Kakaangu wewe unajua, lingekuwepo wangesema hivi, yani kwa mfano sasa hizi msimu wa mvua huu, kwa hiyo kuna barabara zinasumbua, si ndio? Wangepost wakaweka hivi, mnaona mmewachagua CCM barabara mbovu, sisi mtatuchagua. Manifesto yetu ilikuwa inasema hivi, lakini mnaona kinachoendelea na hiki ambacho tunataka kuwasilisha sasa. Kwa hiyo nakwambia ingekuwepo wangeshakuwa wanaitumia huko mtandaoni. Haipo. Kuna swali sasa moja. Je, Watanzania ni sahihi kutaka kumchagua mtu wa aina hiyo? Baikola, Abe, nimekuwa nikijiuliza mara nyingi kwamba what I know is Tanzania we've got some politicians and political parties multi, okay, lakini nilikuwa najiuliza pia Tanzania ina wanaharakati. Sijabahatika bado mimi. Wanaharakati walikuwepo zamani na mimi binafsi nilikuwa natamani kuwa mwanaharakati. Nilikuwa nasema nitakuja kuwa mwanaharakati jamii, lakini kwa mambo ambayo yameendelea naona heshima ya neno mwanaharakati imepotea kabisa. Kwa hiyo itatubidi labda tuanze upya kujua mwanaharakati ni mtu wa aina gani haswa. Sawa sawa. Kwa sababu wamepoteza kwenye jamii yetu, hakukuwa na mtu ambaye anaheshimika kama mwanaharakati, kwa sababu we expecting mwanaharakati ndio watu ambao wanaweza kuchochea mabadiliko. Mwanaharakati ndio ambaye anaweza kuikosoa jamii, kuiambia jamii hapa unakosea, na kuiambia serikali hapa unakosea. Sasa kwa version hii tulionayo, hata kujiita sasa, imagine Mange Kimambi na yeye anaitwa mwanaharakati, Rachel Dangwa naye anaitwa mwanaharakati. This is very disrespectful. Baikola, mimi nadhani watu wana misunderstanding between the two words, opportunists and activists. Nadhani sidhani kama wana misunderstand. Watanzania ni watu wengi ambao wanakuaga hawajui vitu na wapendi kujifunza. Sio kumisunderstand, hawajui hata maana ya mwanaharakati. Kwa sababu Rachel hajajiita mwenyewe hilo jina mwanaharakati, wamempa wao. Nadhani bado hawajajua hadhi ya mwanaharakati na sifa zake zikoje ili afikie kwenye hiyo hatua ya kuwa mwanaharakati. Mimi binafsi nadhani hatuna bado. Ila ninachokiona mimi, mwanaharakati ni mleta mabadiliko, sio mpiga kelele. Mleta mabadiliko, mpiga kelele ni mwanasiasa. Ambapo akiwa upinzani, hiyo ndo kazi yake, kupiga kelele. Mwanasiasa wa upinzani kazi yake ni kupiga kelele. Mwanaharakati anatakiwa ashiriki kuleta mabadiliko, aende mezani kwa serikali, aiambie serikali, bwana unafanya 1 2 3, lakini huku ulipo wewe ni mbali sana, hebu sogea kidogo uweze kuifikia jamii. Alafu aende kuiambia jamii, wewe kijana, serikali imekuwekea mikopo, lakini wewe usipojishughulisha kwenda kwenye ofisi ya manispaa hautopata. Hebu sogea manispaa, wewe na serikali mkakutane manispaa. Hatuna watu wanaowaambia wananchi ukweli. Watu wanaona harakati ni kukosoa. Sasa at this point vyama vya upinzani vitakosa matumizi ndani ya nchi. Kuna haja ya kusaidiana pia kuhusiana na hiki kipengele cha kuwa mwanaharakati unatakiwa uwe na sifa gani, kwa sababu binafsi mimi sijawahi kuziona, isipokuwa naona tu watu wenye haraka. Sio wanaharakati, ni watu wenye haraka kwa ajili yao binafsi, kwa sababu anaonekana kuzungumzia mambo mengi mengine ya watu binafsi, hata na maisha yao binafsi. Utakuta mtu anamzungumzia Diamond, ambapo sio harakati. Nani huyu anamzungumzia sijui nani, alafu baadaye anazungumzia kitu fulani, siku nyingine anakiunga mkono, siku ya pili akinyimwa anachotaka anakiponda. Yani ni watu ambao wanajitafutia riski, ni everyday bread winners kama wengine tu wa kawaida, ila wameamua kutumia social media kwa ajili ya wao wenyewe na wao wapate riski ya kuishi. Lakini haki ya kuwa na mwanaharakati Tanzania nadhani bado hatujakuwa nao. Walipita zamani kama ulivyosema, na ndio maana tumetoka kwenye ukoloni, wanaharakati wakapigania mpaka tumefikia sasa tunajiita wa Tanzania kama nchi huru. Hawa ndio walikuwa wanaharakati wa kwa sababu usipati picha. Je, Nyerere angekuwa Bibi Titi angekuwa anawakusanya watu, alafu wale watu wakishaja anawaambia sasa leo ni wasimulie.
Bwana Henry Tubman leo alikuwa na mchepuko wa Kipemba. Yaani sidhani kama watu wangekuwa tayari kuikomboa nchi. Au leo nimemkuta kila mtu anapenda umbea. Leo nimemkuta watu wangekuwa wanakusanyika kusikiliza umbea. Lakini sidhani kama ingeleta matokeo yoyote chanya, lakini wanaharakati walikuwa watu wanaoleta mabadiliko. Na ndio maana wanaharakati wale walipata akili ya kwamba hata kama wanaipambania Tanzania, Tanzania inatakiwa ibaki na vile viwanda ambavyo wazungu waliviweka. Lakini kwa akili za hawa watu wanaojiita wanaharakati leo, umeona mwendo kasi eti zichomwe moto, kwa nini zije za kijani? Yes. Inataka uchunguzi huru wa kile kilichotokea Oktoba 29. Hii unaizungumzia. Unaona uchunguzi uliofanyika sio huru. Nilikuwa nataka tuone mtazamo wako ukoje kuhusiana na hili. Manake binafsi sioni kama wana huo muda, kwa sababu nikiangalia Uingereza na shida walizonazo, eti watoke waione Tanzania kwamba ni sehemu ya wao kuja kufanya mambo ambayo yanawahusu wa Tanzania, Tanzania ikiwepo na ina vyombo vyote na ni nchi huru. Sasa nilikuwa naiangalia Uingereza ni nini hapa Tanzania na inakuja kufanya nini kwa mamlaka ipi ikiwa imevuka mipaka ya nchi kadhaa kabla ya kuingia Tanzania. Wanapata wapi hizi mandate za kuamua? Uingereza ilipata hiyo mandate kutoka kwenye Jumuiya ya Madola, kwa sababu wao ndio walikuwa wakoloni wetu wa mwisho, na nchi zote ambazo zimewahi kutawaliwa na Mwingereza huwa zina kikundi chao iko kinaitwa Commonwealth ama Jumuiya ya Madola, ambapo kule huwa wanapewa misaada. Kwa hiyo naona ameongea hiyo kauli huyo mwakilishi, wakilenga kusema kwamba watatunyima misaada tusipofanya wanachokitaka wao. Na katika jicho la ndani zaidi ni kwamba Uingereza itakuwa kuna kitu wanakitaka Tanzania ambacho bado hatujakijua. Kwa hiyo wameongea hii kauli kwa makusudi kwamba watishie watakapotunyima msaada waseme wanatunyima kwa sababu tumekataa kuja kuchunguzwa, lakini in reality watatunyima kwa sababu watakosa iko wanachokitafuta ndani ya Tanzania. Lakini pia kwa upande mwingine sasa ndio tukijibu ile tit for tat, Uingereza yenyewe sasa hivi bado ina changamoto zake nyingi sana ambazo zinakabiliana hivyo hivyo na issue za kibinadamu. Kwa mfano yule prince wao mwingine ametajwa kwenye mafaili ya Epstein na picha zimeachiliwa kabisa. Alikuwa anacheza na watoto wa karibia miaka 3 mpaka 4, anacheza nao, anawashikashika, na kashfa alizonazo mle ni za kulawiti. This is so against haki za binadamu. Alafu huyo mtu kashikiliwa tu wakamwachilia, amerudi nyumbani kwake. Kwa hiyo Uingereza bwana, inabidi waanze kumchunguza yule prince wao aliyetajwa kwenye Epstein files ambaye ina picha zimeonekana mtandaoni. Wachunguze kwa sababu wale watoto pia ni binadamu. Lakini jambo jingine, Uingereza hiyo inatutilia unafiki kwa sababu Uingereza inaongelea kuhusu Tanzania, haki za binadamu, maisha ya watu and everything. Lakini Uingereza pamoja na Marekani ndio wauzaji wakubwa wa silaha kwa makundi ya kiasi na ya kigaidi ambayo yanasababisha mauaji ya watu kule Yemen. Ndio maana nikasema, pia tukija kuangazia matukio yao ya wao kukiuka haki za binadamu wala haishii hapo. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa Guantanamo Detention Bay ambayo ilikuwa inamilikiwa na Marekani, ambapo huyu ni mshirika mzuri sana wa Uingereza. Kwa hiyo wao kama Uingereza anataka kutunyoshea watu wa mbali vidole, wakati rafiki yake wa karibu mpaka leo bado anakiuka haki za binadamu kule Guantanamo. Lakini pia kucement this, ingawa itabidi tuisubirie sana tume ya uchunguzi ije itoe majibu hata kama hawaitaki, ni kwamba wao wanaposema wanataka vitu vya kuchunguza, sitaki kunyoosha nikatafsirika vibaya, lakini ngoja tutembee na tafsiri mbaya ambayo wako nayo wafuasi wao walioko nchini. Kwa sababu wafuasi wa Uingereza na watu wa magharibi waliopo humu ndani ya nchi wanaamini kwamba waliofariki 29 Oktoba ni raia wa kawaida, wakati kiuhalisia watu wanafahamu kwamba askari ndio wengi ambao wameangamia. Je, askari si binadamu? Na askari anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa
Naomba nimalize hapo kwenye haki za binadamu ili tuiclarify, maana hao wafuasi wao wengi wanafikiria askari sio binadamu na hawalindwi na haki za binadamu. Askari wanalindwa jamani na haki za binadamu kwenye UN chapter ya haki za kibinadamu, ambapo inasema askari anaruhusiwa kutumia silaha kumuua mtu kama huyo mtu anahatarisha uhai wake yeye mwenyewe askari. Kwa hiyo hapo anapata haki ya kujilinda kama binadamu. Sasa tumeona kwa mfano matukio ya Goba, watu walikuwa wanakata watu vidole. Kwa hiyo askari amuone mtu ambaye anamkata mtu kidole alafu yeye amshikie jiwe? Tumeona walikuwa wanavamia vituo vya polisi, wanachukua silaha, wanawashuti askari wengine, na wengine wakavaa sare za kipolisi. Video zipo TikTok zinaonekana. Je, askari aone mtu ambaye anampointia yeye silaha alafu yeye amrushie jiwe? Haiwezekani. Wanapokuja kwa mfano kama watakuja, which for me bado nasikilizia nione kama kweli itatokea, kama watakuja kweli kuchunguza, kama hata wanao huo muda wa kuyafanya hayo, na sijui ni mwaka gani. Wakija hapo watahitaji, watawalipa watu wa Chadema. Labda watengeneze mazingira ya kuwalipa watu ambao watawanunua sasa kwa ajili ya kama Larry Madowo alisema CNN imeandaa video za satellite. Matokeo tukaona video za satellite, sisi tunaona video ya WhatsApp. Asante sana Baikola, nakushukuru sana kwa muda wako. Shukrani sana. Lakini tuiangalie mitaa sasa pia. Tuiangalie mitaa na shughuli za kijamii baada ya yote hizo obstacles na all those waves, na huku tuliko sasa, hapa tulipo ambao tunaendelea hivi sasa. Unapotembea mitaani Tanzania katika maeneo mbalimbali, unaona nini kinaendelea hivi sasa? Kuna shida yoyote ambayo Watanzania wana mashaka nayo? Watu wanaendelea na maisha yao, tena hawataki hata kusikia chochote kuhusu mambo ya siasa sasa hizi. Binafsi kwa upande wangu ninachoweza kusema ndio maana nikasema hakuna mtu mwenye hadhi ya kuwa mwanaharakati bado Tanzania, hayupo, na kama walikuwepo zamani. Ni kwamba zilitoka kauli kadhaa ambazo zingesababisha wao kuungwa mkono, hao wanaojiita kama wamejiita wenyewe. Baada ya Oktoba 29 kuna kauli zilifuata hapo Disemba 25 na Januari the 1st. Kauli ya Oktoba 29 ilisababishwa na mwanasiasa wakati wa kampeni. Ikaja kuwa active kipindi kile. Kuna kauli zilifuata za hao wanaoitwa wanaharakati, nao walisema pia baada ya huyo. Nadhani Watanzania walirealize, wakagundua kwamba okay, tunayetaka aseme ni mtu fulani ambaye mara hii hajatupa tena agizo jingine. Kwa hiyo huyu anayesema sasa hivi ni nani kuhusiana na Oktoba Disemba 25? Na huyu anayesema January the 1st naye ni nani, ili tufanye nini? Ndio maana ukaona mpaka hapo nikademote hiyo nafasi ya mtu anaitwa mwanaharakati, kwa sababu hakuna mtu aliyeshiriki hata baada ya kauli hizo. Na mpaka sasa hivi ninapotembea katika maeneo mbalimbali, naona bado kwamba watu wanafanya shughuli zao na hawataki hata kujadili wala kushiriki chochote kinachohusiana na hayo hivi sasa, kwa sababu unapoenda katika maeneo mbalimbali unakuta watu wanaishi maisha yao ya kawaida like hakuna kilichotokea kabla. Kwa upande wako hili unalidadavua vipi Baikola? La watu kuendelea na maisha yao au la wanaharakati uchwara? La actually watu wanavyoishi hivi sasa, unadhani kuna hisia yoyote tofauti? Labda kuna kitu ambacho kipo kinachohusiana na hayo? Hapana, yani hakuna hisia hiyo. Hisia hizo zipo kwa wale ambao wanajua wao hii nchi ikiingia matatizoni watanufaika, na kwa kunufaika kwenyewe ni kwa vyeo. Unajua watu wanajua nchi ikiingia matatizoni maanake order za nchi zitabadilika. Mfano, kuna mtu anasikilizia nchi ingia matatizoni kwa sababu anajua bosi wangu yule ni mtu wa CCM, kwa nchi ikiingia matatizoni yule akafa, mimi napata promotion. Au ndio watu ambao bado wana hizo ajenda na wamezishikilia rohoni mwao, hawezi hata kuzizungumza hadharani. Kuna wale ambao wanajua nchi ikiingia matatizoni mimi napata uwaziri kwa sababu kutakuwa na uongozi mpya. Sio, unanifahamu vizuri hapo kakaangu? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo hao ndio ambao wanaoendeleza hizi ajenda, na ndio maana mwanzoni kabisa nilisema kwamba Watanzania tunawa entertain hawa watu bila kujua hizo ni shughuli zao wao za kiuchumi binafsi, hazituhusu sisi hata kidogo. Nataka nimuone Baikola yule ambaye nimezoea kumuona bila ya kukuuliza swali. Kwa yote tuliyojadili kwa ujumla wake, sasa nataka uya contain ili uweze kufanya conclusion, kuwasaidia Watanzania katika awareness na thamani halisi ya kile ambacho tumekikalia, ambacho pengine hatukihisi au kukiona kwa macho.
endapo tutakipoteza tutaishi vipi? Nataka upite sasa kama Baikola kwa nafasi yako bila ya mimi kukuuliza swali. Karibu. Kitu kikubwa ambacho bado Watanzania hawajakizingatia ni hii amani ambayo wako nayo, wanaichukulia poa. Ndiyo. Kuna memes fulani huwa zinasema kwamba hayo maisha yako ya kila siku ndio ibada ya mtu. Yaani kuna mtu anatamani aishi hayo maisha yako ya kila siku ya kawaida hayo, ambayo unaenda kwa jirani yako unachoma matembele, kama hujapata hela ya nyama unanunua nyanya za 300 unakula. Kuna watu hawapati hata hiyo amani ya kwenda kwa jirani, wala hata hizo nyanya za 300 kwao hazipatikani. Hiki ndicho kitu ambacho naona kwa kiasi kikubwa Watanzania wengi wanakichukulia poa, kwa sababu wengi wanaotaka hizo nafasi za kuongoza hii nchi ni watu ambao kiuchumi hawaishi kama Watanzania wa kawaida, na watu ambao uchumi wao upo juu, upo kati kwenda juu. Lakini asilimia kubwa ya Watanzania ni watu ambao uchumi wao uko chini. Kwa hiyo hii nchi ikiingia matatizoni, kuna watu ambao yani hawatoboi hata siku moja. Kuna watu kula kwao kwa siku ni wao kwenda kwenye harakati zao kwa siku, wakati hao unaotaka kuwapambania wakalie vile viti pale. Umeona mtu yupo gerezani, umewahi kusikia watoto wake wamefukuzwa ada? Hapana. Umewahi kusikia mama yake amekosa kodi? Hapana. Maana huyo mtu haulingani naye kiuchumi. Sawa sawa. Kwa jambo ambalo Watanzania bado hawajalishikilia vizuri ni kwamba hii amani walionayo ndio mtaji mkubwa unao balance mzani kati ya Mtanzania mwenye kipato kikubwa, mwenye kipato cha kati na mwenye kipato cha chini. Hiko ndio kinachofanya wote muweze kulala, kula na kuamka mnavyotaka. Hii nchi ikichafuka ndio utakapokuja kujua utofauti kati yako wewe na wale ambao ulikuwa unawapambania wakapate hizo nafasi. Kwa sababu utaona vita itaendelea, watu wataenda kujificha Kenya. Wewe hauwezi hata kukimbilia Kenya kwa sababu hauna ndugu Kenya, hauna connection, pengine hauna hata akiba ya kukupeleka hata Kenya. Alafu nchi ikikaa sawa, au watu watarudi nchini, watakuja kutawala huku, wewe namba umeisoma. Hiko ndicho ambacho naweza kukiongezea na kusummarize kwa mwisho. Asante sana Baikola, nikutakie mchana mwema na siku njema kwa ujumla pia, lakini pia nikushukuru kwa muda wako. Tuendelee kuwasiliana ili tuendelee kuzungumza kama ulivyosema, tuelimishane, kupeana taarifa, lakini pia kujenga awareness katikati ya Watanzania ili tutengeneze ufahamu na uelewa wa kile ambacho tunakitaka zaidi ya kile ambacho tunakisikia, ambacho pengine hakina maslahi wala tija kwetu kwa mustakabali na muktadha mzima wa maisha yetu katika nchi yetu. Asante. Shukrani. Haya. Naam, nilikuwa nazungumza na Baikola hapa, mmoja kati ya wanadada ambao na bila shaka sidhani kama umjui, kipindi hapa katikati hapa nyuma na bado anaendelea pia kupitia kwenye social media, na nilikuwa nikizungumza naye kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea nchini, hasa tunapoangalia katika hizi pillars 3 katika kipengele cha demokrasia, haki za binadamu na maendeleo. Na bila shaka unaendelea kuangalia T4S Media na uko nami bado Bwana Ali, na tunaendelea kushirikiana pia kwa namna moja au nyingine. Umeweza kuona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kuna kile ambacho unakitaka halafu inawezekana usikijue, halafu kuna kile ambacho ukihitaji ndio ukapewa taarifa kukijua, halafu ukajikuta unaangukia kule kwa sababu tu unasahau wewe mwenyewe umesimama wapi na unataka nini exactly hasa kwa kile ambacho unakihitaji ili uishi kila siku. Watanzania sisi tunaishi katika mazingira ambayo tunayajua, lakini sasa inapokuja swala zima la watu kutumia watu wengine kwa kuwaonea tu kwa sababu tu labda wana hizo sijui niseme confidence za kuzungumza mbele za watu na kuwasilisha hisia zao binafsi kwa ajili yao, tunaweza kuwafanya watu wengine kujisikia vibaya, kwa sababu negativity ina nguvu kubwa kuliko positivity, na hii ni kweli. Kwa kinachoangaliwa sasa ni namna gani ya kumsheki mtu ili aendelee kubaki kwenye nafasi yake ambayo anaitaka, na ni kwa ajili yake yeye binafsi peke yake. Hakuna kitu kingine bora kitakachofanyika zaidi ya ubora hiki ambacho tuko nacho hivi sasa. Na kuomba uelewe kwamba Tanzania inajengwa na Mtanzania, na hakuna nchi nyingine nje ya nchi ya Tanzania ambayo itapoteza muda wake kwa kuacha shughuli zake ambazo naamini kila nchi inazo, halafu eti ije kuanza kufanya kazi Tanzania kwa maana ya kusaidia Tanzania kufika katika hatua fulani ili ifikie hatua ambayo Tanzania inataka kufikia. Unavyoona wewe kama una mtu anayekuhusudu hapo jirani yako au unaishi naye na ambaye hapendi kuona maendeleo yako, kwa level ya nchi na zenyewe ziko hivyo hivyo. Kuna possibility hapa majirani zetu hawapendi kuona tunaendelea. Kuna possibility na majirani zao na wao pia hawapendi kuonekana na wao wakiendelea pia. Na nchi zina utaratibu huo pia.
Tanzania tumejaliwa na vitu vingi sana. Tunachotakiwa kufanya sasa ni kumwomba Mungu atudumishe katika utulivu wetu, katika amani yetu, katika heshima yetu, mila na desturi zetu, katika maisha yetu halisi ya kile ambacho hasa tunakitaka na kukihitaji. Lakini pia vile vile tuendelee kuwa wamoja ili tuweze kuyashinda haya majaribu ambayo yanatugusa kila siku, kutupangua, kutuvuruga, kutuharibu na kututoa kwenye mstari. Kuna namna inabidi ufikirie pia na kuangalia uhalisia wa mambo yanavyokwenda hivi sasa duniani. Sisi kama nchi tunahitaji actually kusimama. Lakini kuna mataifa sasa hivi unaweza kuona, nadhani mnaweza kuona kinachoendelea. Iran, tuna compare Iran, Palestine, Israel, kinachotokea Ukraine, kinachotokea Urusi, kinachotokea Sudan, kinachotokea katika maeneo mbalimbali, mikwala inayochimbwa between Rwanda and Democratic Republic of the Congo, katika nchi kama hizi. Sasa sisi sidhani kama tutafaidika na chochote endapo tutakubali kutoa mwanya ama nafasi au fursa ambayo itasababisha na sisi tuingie katika utaratibu huo. Trust me, hatujawahi kuionja hiyo ladha kwenye uhalisia wake, lakini endapo itafikia huko, amini usiamini, haya maneno tunayozungumza leo yanaweza kuwa ni maneno tu, lakini mwisho wa siku yakija kwenye uhalisia, kama yatapingwa na kuonekana hayana maana kwa kuwasikiliza watu wachache ambao Bakola amegusia kwamba wamejiandaa kwa lolote, kwa sababu wana uwezekano wa kuondoka hapa hata leo usiku au mchana, jioni au asubuhi, kwenda kuishi katika nchi nyingine ambako tayari wana wafadhili na wadhamini wao. Vipi kuhusu wewe ambaye unaishi hapo ulipo hivi sasa, ambaye hata kwenda mji wa pili nauli mpaka uchangiwe? Unavukaje mpaka kwenda kwa nchi nyingine ambako huko ukifika unapokelewa kama nani? Nchi zote zina machafuko hivi sasa. Nchi ambazo unatamani kwenda zote hazieleweki. Unakwenda wapi? Hapa ndo nyumbani, Tanzania ndio kwako, jisikie huru kuwepo Tanzania. Na kama una mawazo mbadala, kuna namna nzuri basi. Kama unavyozungumza na baba nyumbani, na mama nyumbani, na kaka, shangazi, mama mkubwa, mama mdogo nyumbani, unavyozungumza nao wakati unataka kuzungumza kitu fulani ambacho hata kama ni haki yako, tafuta namna nzuri basi ya kutumia lugha ambayo itamfanya ajisikie. Kwa hiyo hata viongozi nao ni watu, ni binadamu, lakini ukiachilia mbali hilo pia ni watu wazima. Kwa hiyo ukizungumza naye katika lugha ya kumdharau, kumdogosha, kumbeza, kumfanya ajisikie amedhalilishwa, trust me, nafasi ya ubinadamu inabaki hata kama mtu ana cheo. Mwisho wa siku ni binadamu. Tunaambiwa unaweza ukaishi na mnyama uliyemlea tangu mdogo, halafu ukamfanya unavyotaka wewe katika kipindi chote, lakini usisahau kwamba ana asilimia zake 25 za unyama wake. Usije ukapuuza kabisa meno ya mbwa yakiwa hayanakuramba bila ya kukutafuna au kukung'ata. Lakini usipuuze pia unapocheza na simba kwa sababu ulimfuga tangu akiwa mdogo. Lakini asilimia 25 za unyama zinabaki milele, na iko siku ukimprovoke anarudi kuwa mnyama wa kawaida kama vile hakujui na atachange. Kadhalika binadamu na yeye anaishi hivyo pia. Binadamu ni mwema baada ya mafunzo. Lakini binadamu hakuumbwa awe mwema. Binadamu anaweza akaishi porini na akaelewana na wanyama na akaishi vizuri tu. Lakini akija mjini akawa anashangaa kuhusu mji, anashangaa kuhusu nyumba kama hajawahi kuiona kabla. Kwa hiyo hata maisha ya binadamu katika uhalisia akizaliwa, kama hafundishwi kuwa mwema, hawezi kuwa mwema hata siku moja. Atakuwa vile ambavyo anahisi yeye inafaa kwa mahitaji yake atakayoyahitaji kwa kipindi hicho, bila ya kujali neno huruma, neno imani, neno wema, neno uzuri, vyote vinakuja kupitia mafunzo tunayoyapata wakati tunaendelea kuishi. Lakini binadamu anaumbwa akiwa kama empty computer ambayo inafanyiwa installation na watakaoitumia akiwa mtoto mpaka anapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo matumizi ya binadamu katika uhalisia wake yanaweza kupungua, akaja kuwa mwema ukampa sifa ya wema, lakini vyote haviji bure, ni baada ya mafunzo. Tusisahau kwamba mtu akiwa na wadhifa, akiwa na cheo, haimaanishi kwamba ameacha ubinadamu wake. Bado ni binadamu. Hata mimi nikiwa na wadhifa gani, unapokuja kuzungumza nje ukanitoa kwenye utu, heshima, ubinadamu na dignity yangu, trust me, nitaleta ubinadamu wangu na hisia. Mwisho wa siku, badala ya kusaidiana, tutakuwa tunashindana. Na ndio kitu ambacho na kinotice hivi sasa. Kama wewe ni mwanasiasa na una akili kubwa, kama wewe ni mwanaharakati unavyojiita na una mawazo mazuri, basi tafuta lugha ya kuwasilisha kwa yule ambaye ana madaraka na mamlaka kwa wakati huo, ili muweze kufanikisha kile ambacho unafikiri ni sawa kwa wakati huo katika mahitaji yale. Ukileta lugha ya kujifanya wewe unamdhalilisha, unamdogosha, unamtoa kwenye nafasi yake ya heshima, alafu unataka kumfanya awe si lolote si chochote, ila wewe ni zaidi, trust me, kuna emotion feelings ambazo lazima zitakuja kwake ajisikie kwamba sasa unamtukana. Ataondoka kwenye kiti, atabaki kuwa binadamu kwa sababu bado ni binadamu hata kama anaongozwa na vitabu. Kwa kuna haja ya kuangalia haya mambo mawili kwa namna moja au nyingine. Kuna possibility asikwambie kwa sababu ya cheo alichonacho, lakini utaona matukio ya kile ambacho kitatokea baada ya wewe kuharibu, kuanza kuvunja utu na heshima alionayo. Mimi naitwa Mbwana Ali, nilikuwa na mwenzangu hapa, tulikuwa tunashirikiana hapa, ameenda kwenye majukumu mengine, Gulaton Masiga, na hii ni T4S Media.
Nakusihi uendelee kufuatilia na kuangalia vipindi vyetu mbalimbali, lakini pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, wakati ukidondosha mawazo yako hapo chini pia kupitia kile ambacho tumejadili leo katika pillars 3 muhimu kuhusiana na swala zima la demokrasia hapa nchini, lakini pia haki za binadamu pamoja na maendeleo. Unaona nini? Utulivu uliopo sasa, hali ni shwari, maisha yanaendelea, tunaamka, tunashinda, tunalala, tunaamka siku ya pili na siku zinakwenda. Hakuna haja ya kujivuruga, hakuna haja ya kusikiliza, japo tumepewa masikio mawili. Unatakiwa usikilize sana, lakini pia unatakiwa utafakari sana, lakini pia unatakiwa uangalie uhalisia wa kile ambacho umekisikia. Za kuambiwa, changanya na zako, nenda katika njia ambayo nadhani hii ndio inayofaa zaidi badala ya kujitoa kwenye mstari. Asante na kutakia Ramadhani Karim na Kwaresma njema. Future is our responsibility. T4S Media. Future is our responsibility.